Kwa majina ni Thomas Somoni kutoka Bucha. Hapa niko bunge ya Manyata ya Nakuru County, na tena mimi ndio secretary katika bunge la county ya Nakuru, bunge ya mwananchi. Na kuna jambo mbili sasa nataka kuongea ama tatu, na hiyo ni ya kusangaza. Moja, inaelekeza lawama kwa wananchi wa Kenya watukufu wenzangu. Ni makosa kubwa ukute sisi kama wananchi, kwa sababu tunapenda kupewa vitu vidogo vidogo, ama tunapenda kupewa ruhusa hongo ili tuchaguane. Tunachagua viongozi tukiwarudia tunafikiri wao ndio wamesaliwa katika hiyo ward, hiyo constituency, hiyo county, ni wao walisaliwa kuwa wakuwe viongozi. Hiyo ni lawama ya mwananchi, si lawama ya viongozi. Sababu niseme hivi ni hii, nimeacha kuona kitu kigeni ambaye kilikucha. Kama niliona ugonjwa mgeni ambao uliingia Kenya mwaka 1985, ugonjwa ambao ulikuwa unaitwa ukimwi, ulitulendi kweli kweli, na hakuna mtu mwenye ambaye hakuogopa huu ugonjwa, kwa sababu ni ugonjwa ulikuwa ukikuingilia unakula nyama sote. Hiyo ni ugonjwa niliona, na nikakuja nikaona ugonjwa wakati wa ugonjwa wa corona, nao pia ukaogopesa mpaka watu wa Ulanzi walitupa pesa, wao walikuwa na pesa mingi. Hiyo ndio vitu mbili niliona. Ya tatu, nimeona mwananchi mtukufu yule ambaye anaamuka asubuhi anaacha bibi yake, kama mimi vile naajanga bibi yangu naenda kupiga kura, kama wewe vile unaacha bwana yako unaenda kupiga kura. Na huyu wakilisi, mtu ambao umechagua ndio tena na kutumia watu wakwenda kukupiga vibuku, mwenye ambao uliamuka asubuhi ukakaa kutoka asubuhi mpaka jioni ukisukumana na watu ili umpigie kura. Baada ya kuingia anakuwa mfalme badala ya kuwa mtumishi, kiongozi mtumishi. Nje nauliza kama marehemu Ronald Mambo Mbotela alikuwa anauliza, hiyo ni ungwana wa Kenya? Mimi nawauliza ukweli, hiyo ni ungwana? Ukute wewe umechagua kiongozi, na huyu kiongozi badala ya kukuwakilisha, kusikiliza maneno yako, na anakuweka chini kukuchapa, anakutumia watu wa kuchape, hiyo ni ungwana kweli? Inauliza kutoka kaunti ya Nakuru, kama secretary wa kaunti, bunge la mwananchi, nauliza ukweli wa Kenya wote, wananchi watukufu wa Kenya, ni ungwana kweli? Wewe unaamuka asubuhi unashughulikia kiongozi ambaye si ndugu yako, ambaye si mama yako, ambaye si dada yako, ambaye si anko yako, ambaye si relative yako, lakini unamshughulikia paka unamuingiza katika ofisi badala ya kukuwakilisha. Yeye analeta ugonjwa wa kuchapa, ya kutuma watu kukuchapa. Hiyo ni ungwana kweli? Kwa hivyo hii makosa, wache tu niweke hii lawama ya kwamba hii lawama iko kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya nyinyi mnarudia mtu mmoja kila wakati. Kama hakuna mtu ambaye amesaliwa hapo, nje na kuuliza Mkenya mahali popote huko, kwa siku hata kijiji yako ni watoto wangapi ambao wamesaliwa? Mbona ukajua huyu ndiye kiongozi peke yake? Raundi hii tuchanuke. Mtu akiingia katika uongozi anastahili, anapiga kama ni muhula moja, na anaanza kutuambia maendeleo amefanya. Bila hiyo kukula, mimi sitaki kukataza usikule, kwa sababu kila mtu ako na tumbo.
Kila mtu ako na tumbo. Na kukula mtu akikuletea ukule sio utakula. Lakini si wakati wa kupiga kura sio tumia akili, utumie ubusara. Ila Mungu alikuumba nayo. Ndio nataka kama wewe kama Mkenya ambao unataka kuchenga nchi yako. Asanteni sana, nimetoka hapo. Ya pili inataka kuelekeza kwa Ligi Chief, nimekuita mara 3. Nataka unisikilize. Wewe ni politician mzuri sana. Na wewe ni mtu mzuri sana. Na unajua kuchapa siasa sana. Na siasa yako iko na ukweli mingi. Lakini kuna kasoro. Unajua utaweza piga chakula mzuri uweke kwa meza. Lakini ukiweka uchafu hata kidogo, hiyo chakula haiwezi kulika. Yenyewe chakula ni ya kifahari, lakini ikose kukulika kwa sababu hiyo chakula kuna uchafu kidogo. Ligi Chief, wacha nikwambie kitu moja. Wewe mtu akitaka kuenda, hiyo ni advice peke yake. Sitaki kwenda mbali. Mtu akitaka kuenda safari ndefu lazima anaanza na step moja. Step yako ya moja ambayo inakuweka X. Ya kwamba utosi mboga. Wewe unasema unaelewanisha upinzani yote. Njia gani utaelewanisha upinzani? Ukumbuki chusi ulikuwa naibu wa rais, deputy president. Na rais akaenda nje. Akakuacha hapa. Kondoo za ndugu zako sikafahamiwa. Hata ikiwa ukuwa ni wewe, ungejua ni nani anafahamia hizi kondoo. Hapo Ligi Chief, ukusema ya kwamba ni nani amefahamia hizi kondoo, na wewe ukawa kama raia mwingine anataka kuchungwa. Sasa wewe utakuwa unaongea sauti ya watu aina gani? Kumbuka huyu rais, huyu kondoo zake zilikuliwa, yeye alikuwa rais. Na akiwa rais, yeye akatoa mwelekeo kwake, anataka pande hii. Wewe ukakataa, ukatuambia malaika ndio hule. Tukaenda kwa huyu malaika. Kufika huko tumeona ni kusulubishwa. Sasa saa hii ndio unataka kutuambia ati barabara mzuri ndio hii? Nauliza, je, wa Kenya, huyu Ligi Chief, nyinyi mtakubali ya kwamba awaelekeze barabara? Si akiwaelekeza barabara atawaelekeza barabara gani? Ligi Chief ni kama mwenye riata ambaye anakimbia vizuri, akona gold medal, lakini ana viatu vya kukimbilia. Nje ukiweka miva pale mbele, akikanyaga ile miva, si atakaa chini, si wa nyuma atamshinda. Sio gold medal itapotea kutoka kwake. Wananchi wa Kenya, si itapotea kutoka kwake. Ligi Chief, wacha arudi nyumbani, afae viatu, waelewane na ndugu yake. Yule kondoo silipotea. Kwa kweli kitu kimoja, Ligi Chief akikuja katika platform ya politics, ndugu yangu, Ligi Chief kuna uwezo wa kuweka mtu na kumtoa. Hiyo ni ukweli. Lakini makosa anakimbia bila viatu. Anakimbia wakikosana na ndugu yake. Hata Biblia yasema ya kwamba enda muelewane na ndugu yako kwanza. Mposa ndio muende katika uwanja wa hukumu. Kabla mchafika kwa hukumu, elewana na ndugu yako kwanza. Kwa hivyo Ligi Chief, mpaka saa hii mnapinzana na ndugu yako. Una sura gani? Sasa hata nyinyi watu wa upinzani ni walevi. Wacha nikuambie. Sana. Wewe Kalonzo Musyoka, chukua helio bwana. Wewe Eugene, chukua helio bwana. Enda Ligi Chief, waelewane kwanza na ndugu yake, ndiye akuje kuwaelewanisha. Kama ameshindwa kuelewanisha yeye na ndugu yake, na ndugu yake alikosewa, na yeye alimpea yeye ndiye alikuwa second command. Ligi Chief ndiye alikuwa second command, wakati kondoo za ndugu yake zilikuwa zinakuwa